za moyoni mwake ni ibaya tu siku zote. Maana yake ni kwamba watu washaacha utambulisho wao hawa. Wameacha utambulisho wao hawa. Tuende. Bwana kaghairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Tuendelee tu. Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambacho na ndege wa angani, kwa maana na ghairi ya kwamba nimewafanya. Endelea. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Lakini Nuhu anapata neema wakati Mungu ameshasema nafutilia mbali dunia yote. Miaka 500 toka tambulishwe. Swali. Wewe uliyemuita mwanao mbwa wakati ana miaka 3, ukawa unamtambulisha mbwa huyu, amechukua malana ya bibi zake, ulimtambulisha na jina la bibi yake ukampa Kekue na jina la bibi yako ukampa Nyanjiga. Hapa naongea na wale watu wa kanda ya Ziwa. Kuna watu wanaitwa nani? Nyanjiga. Unajua Nyanjiga ni nini? Kibuyu ambacho wachawi wanatumia kupigia ramli. Hiyo ndio inaitwa njiga. Njiga ni kibuyu cha kupigia ramli. Chekele chekele, wapi mzimu yuko wapi? Ndio maana ya Nyanjiga, ndio maana ya njiga. Wakati ulimzaa mwana ukamuita Nyanjiga, yani kibuyu cha ramli, na sasa na miaka 50 nini kinatokea? Ndiyo maana familia nyingi hazina wacha Mungu. Kwa nini? Utambulisho waliopewa kupitia majina. Leo sitaki kwenda huko. Na angalia tu utambulisho wa Nuhu. Walipewa utambulisho. Kwa hiyo unaona miaka 500 baadaye dunia inamwacha Mungu, dunia inalaaniwa na Mungu, dunia inatakiwa kuangamizwa na nani? Na Mungu. Lakini Nuhu anapata nini? Neema. Anapata neema machoni pa nani? Pa Bwana. Kama alivyotambulishwa siku anazaliwa. Nchi imelaaniwa, Mungu anataka kuifuta, ni Nuhu peke yake anapata neema. Hatima ya Nuhu sasa na utambulisho ule wa Nuhu ndio unafanya kazi miaka 500. Sio miaka 50. Sio miaka 10. Wangapi wanaweza kubeba utambulisho wao wakati wa misukosuko? Nuhu alitabiriwa na baba yake, lakini kipindi nchi imechafuka, nchi imelaaniwa, na Mungu anasema naifutilia mbali, na Nuhu yuko humo, yuko kwenye nchi hiyo hiyo. Ndio katikati ya watu hao Mungu anataka kuifuta. Ni wangapi wanaweza kutembea na utambulisho wao wakati nchi imelaaniwa? Ni wangapi wanaweza kutembea na utambulisho wao wakati familia imelaaniwa? Unaniambia hapo na maana gani? Unaweza kutembea na familia iliyobeba laana, lakini utambulisho wako mpya mmoja tu wa wokovu wako ukaipata neema katikati waliolaaniwa kwenye familia. Mmoja tu kumpa Yesu maisha, ukawa tofauti na wengine wote. Hawatakaa wakuelewe. Wakati dunia imeharibika, Nuhu alikuwa nao, hakuharibika na ile dunia. Kwa nini? Utambulisho libeba hatima yake. Unaona pale wanataja mstari wa 32 kwenye Mwanzo 5. Nuhu ameisha zaa na watoto kina Shemu, Hamu, Yafet. Lakini ameshikilia utambulisho wake. Wewe ndiye utakao tufariji saa nchi imelaaniwa. Ndipo unaona Nuhu anapata neema. Nuhu anatumiwa na Mungu. Kitu gani kinatokea? Wakati Mungu anafanya mambo, akaweka agano na nani? Na Nuhu. Akamwambia jenga safina, fanya 1 2 3. Na wakati Nuhu anapata ile neema, ni kitu gani kinatokea? Watu wote waliokubali kuandamana na Nuhu walipata uokovu pia. Kabisa. Nchi yote ilifutiliwa mbali, lakini walioandamana na mwenye neema waliokoka. Ndio kwenye somo langu lililopita nikasema unatambua nini? Unatambua ubaba. Kwa hiyo hapa Nuhu amebeba ubaba. Mungu kaongea na yeye. Waliokubaliana na Nuhu wanaingia kwenye safina, wanapona. Walipona si kwa sababu kwa sababu waliandamana na mwenye neema. Ndio narudi kule sasa kwa mwanamke. Unapata msaada kwa sababu umeandamana na msaidizi. Unapofezi usaidizi, hata ukiwa kwenye familia mke na mume, utafanya kazi hazitaenda. Zikipigwa na dhoruba hazitapata usaidizi. Kwa nini? Kwenye ulimwengu wa roho umeshakata usaidizi.
Ndio najikuta mume anazidiwa, mara kauza gari, mara kauza shamba, mara amwambie nani? Mke wake. Kwa nini? Ukimshirikisha msaidizi, roho ya usaidizi inapatikana. Na msaidizi, kaa kwenye nafasi ya usaidizi tu. Hata kama mme wako ana mawenge, elewa kuna mashimo hawezi kutoka. Usaidizi wako unatakiwa, kaa kwenye nafasi. Unaniambia hapo na maana gani? Familia nyingi zinateketea. Kwa nini? Wanaume hawawapi nafasi wake zao kuwasaidia, na wanawake nao hawakai kwenye nafasi ya usaidizi, wanaishia kurumbana. Hiyo ndio kinaua familia. Lakini hakuna familia ambaye mke anakaa kwenye nafasi, mume anakaa kwenye nafasi, mume anampa mke heshima ile nafasi, hiyo familia ikaangamia. Haiwezekani. Msaidizi ni mwanamke na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ndio utarudi hapo tena, narudi kwa Nuhu. Baada ya huo utambulisho, baada ya miaka 500, Nuhu anabeba hatima yake, inaonekana. Anajenga safina, anapata kila kitu, anapata usaidizi na kila kitu kinafanyika. Kwa hiyo unaona, huo ni hatima ya utambulisho wa mwanadamu. Nimetembea sana eneo hili kwa sababu naona watu wana maswali ili kuona ni kitu gani kinaweza kutokea. Kwa hiyo nijibu swali la Loveness kwa kifupi, ndio. Utambulisho unabeba kusudi, unabeba hatima, kama nilivyofafanusha kwenye neno. Kwa hiyo kudharau utambulisho wako ni kudharau hatima yako, ni kudharau kusudi lako. Kama Esau alidharau utambulisho wa mzaliwa wa kwanza, akawa amepoteza hatima yake. Asante Loveness kwa swali zuri sana ambalo limetupa majibu. Swali ni zuri sana. Tunashukuru sana mtumishi kwa kutupitisha hapo. Lakini tukienda swali la pili, huyu anaitwa Glory kutoka Nyegezi. Anasema ni vitu gani vikuu vinavyomzuia mtu kutembea katika utambulisho wake? Lakini ameenda nabii yake akasema, je, dhambi au maisha yasiyo na utii yanaathiri vipi utambulisho wa mtu? Vitu vinavyoathiri nini? Utambulisho. Cha kwanza kabisa, utambulisho wa mtu unaathirika na kusikia kwake, mafundisho na malezi. Kusikia, mafundisho na malezi. Kusikia, mafundisho na malezi. Kwa namna gani? Vizuri sana. Hebu nenda kasome Mwanzo 3 kuanzia mstari wa 5. Nasema kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamaniwa kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mumewe naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi. Wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Enda mstari wa 8. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Ndio. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Hicho ni nini kimewasababishia kusikia? Madhara yote hayo, wakajiona wako uchi, wanamkimbia Mungu, yanasababishwa na walichosikia. Ndio maana Warumi 10:17 inasema imani chanzo chake ni kusikia. Nazungumza na nataka nikwambie leo,